Karibu katika kona ya maisha, kipindi ambacho kinakuletea simulizi za historia, maisha ya watu mashuhuri na matukio yaliyobadili mwelekeo wa dunia. Mimi jina langu ni Shoka Juma na hii ni Leo TV Africa. Leo tunarudi nyuma katika moja ya sura zenye utata na majonzi makubwa katika historia ya binadamu. Tunazungumzia maisha ya Adolf Hitler, mtoto aliyekulia Australia, aliyekuja kuwa kiongozi wa Ujerumani ya Nazi, kiongozi wa dunia katika vita vikuu vya pili vya dunia. Je, ni mazingira gani aliyoyajenga? Alifikaje madarakani? Ni kwa nini utawala wake ulihusishwa na vita, mauaji ya halaiki na uharibifu mkubwa? Na historia inatufundisha nini leo hii? Ili kutusaidia kuelewa kwa undani maswali haya, tupo na mwanahistoria ambaye atatufafanulia ukweli wa matukio hayo kwa mtazamo wa kihistoria. Karibu tuanze mazungumzo yetu. Swali langu moja kwa moja kwenye ufunguzi wa kipindi hichi. Kwanza nataka kujua kabisa, Adolf Hitler alikuwa nani? Alizaliwa wapi? Na maisha yake ya utotoni yalikuwaje? Adolf Hitler alizaliwa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka wa 1889 huko Braunau am Inn nchini Austria. Utotoni wake alikulia katika mazingira yaliyochochewa na uhusiano tata na baba yake ambaye alikuwa mkali sana na mama yake aliyempenda na kumjali sana. Alikuwa na ndoto za kuwa msanii, lakini alikabiliwa na changamoto na kufeli shuleni, hali iliyochangia mtazamo wake mgumu katika maisha ya baadaye. Naam, swali langu la pili, kama umemaliza kujibu swali letu la kwanza, tukizidi kusonga kwenye kipindi hichi, ni kwamba ni mambo gani katika maisha yake ya awali yaliyomshawishi kuingia kwenye siasa na kuwa na mtazamo aliokuja nao? Ndiyo, nimekuelewa vizuri kabisa. Mambo makuu yaliyomshawishi Hitler kuingia kwenye siasa na kuunda mtazamo wake uliomfia baadaye yalianzia wakati wa uzoefu wake huko Vienna, ambapo alishuhudia jamii tofauti na kupata wazo la ukabila, na kuendelea zaidi wakati wa vita vya kwanza vya dunia alipojenga hisia kali za utaifa na kumlaumu mtu mwingine kwa matatizo ya Ujerumani. Hali hiyo ilitengeneza njia ya yeye kujiunga na chama cha Nazi. Okay, tukizidi kusonga mbele ni kwamba pia tunataka kujua kuhusiana na baadaye, ni mazingira gani ambayo yalichangia kupanda kwa Hitler na chama cha Nazi? Mazingira yaliyochangia kupanda kwa Hitler na chama cha Nazi yalichangiwa sana na msukosuko wa kiuchumi na kisiasa nchini Ujerumani baada ya vita vya kwanza vya dunia. Mkataba wa Versailles ambao Wajerumani waliona kama fedheha, ukosi wa ajira ulioenea na athari za mdororo mkuu wa kiuchumi vilifanya watu wengi wakate tamaa na kutafuta kiongozi mwenye nguvu. Hitler alitumia fursa hii kwa kutoa ahadi za kuirejesha Ujerumani heshima yake na kuwatafuta wachawi wa ndani, hasa Wayahudi, kwa matatizo yote. Ni vyema tukalizungumzia swala hilo, lakini pia hapa swali letu linalofuata linafungamana na hayo madaraka, kwa sababu tunaulizwa kwamba Hitler aliwezaje kupata uungwaji mkono mkubwa wa Ujerumani na hatimaye kushika madaraka. Kwa hiyo naamini kwamba swali letu linaafiki na vile ambavyo nataka kutueleza. Kwa hiyo unaweza kuendelea. Hitler aliweza kupata uungaji mkubwa kwa kutumia mbinu kadhaa. Kwanza, aliongoza kampeni kali za propaganda zilizowalenga Wajerumani waliokuwa wanakata tamaa kwa kuwapa tumaini na kuwasababisha waamini kwamba chama cha Nazi ndicho pekee kilichoweza kuirejesha Ujerumani heshima yake. Pia alitumia vema machafuko ya kisiasa na hata matukio kama uchomaji wa jengo la bunge, Reichstag, ili kuimarisha mamlaka yake na kuondoa wapinzani. Hatimaye aliteuliwa kuwa chancellor mwaka wa 1933 na baadaye akafanya mabadiliko ya kisheria ili kujilimbikizia mamlaka yote. Kwanza nataka tuchambue swala fulani hapa kuhusiana na Nazi. Nazi ilikuwa ni ukabila ama koo, ama tunaweza kuita chama ama nini? Hebu tufafanulie kuhusiana na Nazi. Nazi haikuwa kabila wala koo, bali ilikuwa ni chama cha siasa. Jina kamili lilikuwa Chama cha Wafanyakazi wa Kitaifa cha Kijerumani, au kwa kifupi chama cha Nazi, kikiwa kinaongozwa na Adolf Hitler. Ulikuwa ni mfumo wa kisiasa uliokita mizizi katika itikadi za ubaguzi na utaifa uliokithiri. Tuanzie hapa kwenye itikadi. Umezungumzia kuhusiana na itikadi. Kwa hiyo nataka kujua kwamba itikadi ya Nazi ilikuwa nini na kwa nini aliwavutia baadhi ya watu wakati huo. Itikadi ya Julius Nyerere, mwanzilishi wa taifa la Tanzania, ilijulikana kama ujamaa au usoshalisti wa Kiafrika. Ilivutia watu wengi kwa sababu ilionekana kutoa suluhu kwa matatizo ya kijamii na kiuchumi, ikisisitiza usawa, kujitegemea na umoja wa kitaifa bila kujali makabila au tabaka. Ilikuwa ni maono yaliyopambana na ubaguzi na ukoloni.
Okay, tukizidi kusonga mbele, mtazamaji na msikilizaji wa Kona ya Maisha hapa Leo TV Africa, swali langu lingine ambalo namtupia mwanahistoria wetu hapa atueleze ni kwa nini Hitler aliwalenga Wayahudi na makundi mengine, na hatua hiyo ilipelekea nini hasa? Hitler aliwalenga Wayahudi na makundi mengine kulingana na itikadi yake ya ubaguzi wa rangi, akiamini kwamba walikuwa chanzo cha matatizo yote ya Ujerumani na kwamba walikuwa hatari kwa usafi wa jamii ya Kijerumani. Hatua hiyo ilipelekea mauaji ya kinyama ya mamilioni ya watu, tukio linalojulikana kama Holocaust, na kusababisha uharibifu mkubwa wa maisha na mali. Tufafanulie kuhusiana na funzo ambalo lilitokana na simulizi hiyo, kwa sababu tunaona kwamba umetaja ukatili na tunaamini kwamba Wayahudi ni raia wa kutoka taifa la Israeli. Vipi walijipata ndani ya taifa lile la Ujerumani? Na utatuelezea mengine ambayo yatajiri kuhusiana na makabila ambayo pia yalijipata kwenye ukatili huo wa Hitler. Wayahudi walikuwepo Ujerumani kwa karne nyingi, wakiwa raia waliochangamana vizuri na jamii hiyo kabla hata ya kuundwa kwa taifa la Israel baada ya vita vikuu vya pili. Kuhusu makundi mengine, ukatili wa Hitler pia uliwanyanyasa Waroma, watu wenye ulemavu, mashahidi wa Yehova, wapinzani wa kisiasa na mashoga. Funzo kuu linalopatikana ni umuhimu wa kulinda haki za binadamu, kukataa ubaguzi wa aina yoyote na kutambua kwamba chuki inaweza kusababisha uharibifu usioweza kurekebishwa. Kwa hiyo unasema kwamba Wayahudi walikuwepo Ujerumani kwa miongo kadhaa. Kwa hiyo taifa la Israeli, tunataka tutoke nje tu kidogo tulizungumzie hili taifa la Israeli, alafu baadaye turudi kwenye mada yetu. Haina shida kabisa. Taifa la Israeli la kisasa lilianzishwa rasmi mwaka wa 1948 kufuatia maamuzi ya Umoja wa Mataifa kugawanya eneo la Palestina ili kuweka makazi ya Wayahudi na Waarabu, ukiwa kuna historia ndefu ya Wayahudi kuhamia eneo hilo kwa miongo mingi. Wacha turudi kwenye mada yetu kuu, ambapo ni kiini hasa tunataka kujua mengi kuhusiana na Hitler. Na swali letu lingine ambalo ninakurushia wewe, mchambuzi wetu wa masuala ya historia, ni maamuzi gani makubwa ambayo Hitler aliyasababisha kuanza kwa vita vikuu vya pili vya dunia? Uamuzi mkubwa uliosababisha moja kwa moja kuanza kwa vita vikuu vya pili vya dunia ulikuwa ni uvamizi wa Poland mnamo tarehe ya 1 Septemba mwaka 1939. Hii ilifuatia hatua za awali za Hitler za kunyakua Austria na sehemu za Czechoslovakia, ambazo zilionyesha wazi nia yake ya upanuzi usiozingatia mpaka. Hebu nataka uendelee kidogo, halafu turudi kwenye swali letu ambalo linafuata baada ya maelezo hayo. Hakuna shida kabisa. Uvamizi wa Poland ulikuwa mwanzo tu wa maafa. Baada ya hapo, vita vilienea Ulaya na kwingineko, vikisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, vifo vya mamilioni ya watu na shida kubwa za kiuchumi duniani kote. Hatimaye Ujerumani ilishindwa na ikagawanywa katika kanda za ushawishi, jambo ambalo lilikuwa na athari kubwa za kisiasa kwa miongo mingi iliyofuata. Okay, tukizidi kusonga mbele kwenye maswali yetu siku hii ya leo, tulitaka kujua utawala wa Hitler na Hitler mwenyewe. Swali langu lingine linalofuatia ni kwamba Holocaust ilikuwa nini na kwa nini tukio hilo liliendelea kuwa miongoni mwa maafa makubwa zaidi katika historia ya binadamu? Holocaust ni neno linalotumika kueleza mauaji ya kinyama na ya kimbari yaliyofanywa na utawala wa Nazi dhidi ya Wayahudi na makundi mengine yaliyolengwa. Tukio hili lilisababisha vifo vya mamilioni ya watu, hasa Wayahudi, lakini pia Waroma, watu wenye ulemavu, wapinzani wa kisiasa na wengineo. Wakati mwingine linaonekana kuwa maafa makubwa zaidi kwa sababu ya mpangilio wa kina, matumizi ya viwanda kwa ajili ya mauaji na chuki iliyokithiri dhidi ya binadamu. Hebu tueleze, tufafanulie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa kizazi cha sasa hivi. Athari za matukio hayo kwa kizazi cha sasa hivi ni kubwa sana. Kwanza, kuna lile swala la kiwewe cha kizazi cha pili, ambapo watoto na wajukuu wa manusura wanaweza kurithi athari za kisaikolojia kama hofu, hasira au hisia ya kutokuwa salama. Pia matukio hayo hutukumbusha umuhimu wa kulinda utulivu, kupinga chuki na kuthamini haki za binadamu ili kuzuia historia kujirudia. Kwa sasa turudi upande wetu wa pili, ambapo tutakuwa tutajadili kadri ambavyo tutaweza, lakini muda wetu ndio mfupi. Kwa hiyo ni kwamba tunataka kujua sasa hivi ni makosa gani haswa ya kisiasa na ya kijamii yaliyosababisha kuanguka kwa utawala wa Hitler wakati huo, na funzo lipi ambalo linajitokeza kutokana na uangukaji wa utawala wake
kwa viongozi ambao wako wakati huu ambao tuko nao. Makosa makuu ya kisiasa na kijamii yaliyosababisha kuanguka kwa utawala wa Hitler yanajumuisha uamuzi wa kufungua vita kwenye pande nyingi bila kupima uwezo, kama vile uvamizi wa Urusi, na kudharau nguvu za muungano wa wanajeshi wa washirika. Kijamii, utawala ulikuwa wa kiimla uliokandamiza haki za binadamu na kutoaminika na idadi kubwa ya watu. Funzo kubwa linalopatikana kwa viongozi wa sasa ni kwamba udikteta, kiburi na ukiukaji wa haki za binadamu hawezi kudumu, na badala yake huleta maafa na uharibifu. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Leo TV Africa, kwenye kipindi cha Kona ya Maisha tunazidi kusonga mbele kuchambua utawala wa Hitler na jinsi ambavyo aliongoza. Tumeanza kutoka kwenye utoto wake alikuwaje, na sasa hivi tunazidi kusonga mbele na tunazungumza hapa na mchambuzi wetu kuhusiana na siku za mwisho za Hitler zilikuwaje na ni mazingira gani yaliyopelekea kifo chake. Naomba utuelezee kuhusiana na zile siku za mwisho kabisa za utawala wa Hitler na vile vile pia mazingira yaliyopelekea kifo cha mwamba huyu Hitler. Katika siku zake za mwisho, Hitler alijificha kwenye handaki la siri huko Berlin wakati majeshi ya muungano yalipoinukia mji huo. Mazingira yalikuwa ya mashaka makubwa na mvurugano wa kiwewe, ambapo alitambua kuwa vita vimeshindikana. Hatimaye, ili kuepuka kukamatwa na aibu, Hitler aliamua kujiua tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 1935 kwa kujipiga risasi, huku mkewe Eva Braun akionya sumu. Ilikuwa ndio mwisho wa utawala wa kiimla na wa uharibifu mkubwa katika historia ya binadamu. Unaweza kutusimulia kidogo kitu gani kilichojitokeza baada ya kifo chake na dunia ilijifunza nini kuhusiana na kifo cha Hitler? Baada ya kifo cha Hitler, Ujerumani ilijisalimisha rasmi na vita vikaisha barani Ulaya. Nchi hiyo ikagawanywa katika kanda za ushawishi zilizoongozwa na washirika. Dunia ilijifunza kwamba udikteta, chuki ya kidini au ya kikabila na kudharau haki za binadamu huleta maafa makubwa. Ndiyo maana kukaanzishwa Umoja wa Mataifa na mikataba mingine ili kulinda amani na kuzuia vitendo hivyo visije vikarudiwa.